tulikoishia jana. Mwenyezi Mungu asema waqalu ittakhadha Allahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Waqalu biwawin, kwa wau wa duniha na pasina wau. Waqalu au qalu, kwa imesomwa kwa wau na pasina wau. Na wale wasema ni watu gani? Ai, maana yake alyahudu wa nasara, ni mayahudi na manasara. Lakini sio wao tu, wa manzama anna almalaikata banatullah, wa maana yule ambaye zaama amedai anna almalaikata, kwamba malaika banatullah ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Watu wakorofi wanamkorofisha Mungu. Waelewa? Watoto wa kiume wasema ni wakwao, wa kike wanasema wa Mungu. Kwa hata malaika wenyewe wanajalia kama ni kama wa kike vile. Yaani ndio maana sasa mtu mzuri kama malaika, yani si mtu aliye kumuona. Leo kumuona malaika wapi? Sasa wenyewe wanasema malaika, kwa kuzungumza malaika wanasema hawa malaika ni watoto wa kike wa Mwenyezi Mungu. Kwa wanamchokonoa Mungu. Sasa Mungu asema, na anasema wamesema, Mungu asema wamesema ittakhadha Allahu walada, amejitengenezea Mwenyezi Mungu mtoto. Kwamba Mungu ana mtoto, amejitengenezea, maana yake amezaa. Ittakhadha Allahu walada, amejitengenezea Mwenyezi Mungu mtoto. Qala Taala, Mwenyezi Mungu anasema sasa, subhana, kutakata na mawe ni kwake Mwenyezi Mungu. Yani hayo wanaosema Mwenyezi Mungu hanayo hayo. Mambo ya mtoto Mungu kuzaa, Mungu hazai ama. Kwa hiyo kutakata na mawe ni kwake, maana yake tanziha lahu, kutakata ni kwa Mwenyezi Mungu, anhu na hayo, Mungu hana hayo. Bal lahu, bali ni ya Mwenyezi Mungu, au bali ni vya Mwenyezi Mungu, ma vile ambavyo fi samawati, viko katika mbingu, wal ardi, na katika ardhi. Vyote hivyo ni vya kwake, sio amevizaa, ni vya kwake, milkan, kwa kuvimiliki, wa khalqa, na kwa kuviumba, wa abida, na kwa kuvitumisha. Yani hivyo vyote ni vitumishi vya Mungu, vinamtumikia Mungu, sio watoto. Sawa? Walmilkiya, na umiliki. Walmilkiya, na umiliki, tunafi alwilada, unakanusha utoto. Kitu ambacho ni milki yake kinaitwa hichi umekimiliki. Mtoto wako unaweza kumiliki, mtoto umiliki, mtoto ule ni wa kwako. Lakini yule unayemiliki ni mtumwa wako, basi hawezi kuwa ni mtoto wako. Kwa hiyo hivi kama Mungu amevimiliki, malaika naye Mungu amewamiliki, basi ni waja wake ambao wanamtumikia Mungu, si watoto wake. Kwa hiyo sio mabinti kama ambavyo wanadai. Meleka waabara bima, na hapo amefasiri au ameelezea Mwenyezi Mungu. Waabara, na ameelezea Mwenyezi Mungu hapo bima, kwa kutumia ma. Sawa? Na hiyo ni tawaliban lima la yaqil, ni kwa kushinda kile ambacho hakina akili. Yani ambavyo havina akili ni vingi zaidi kuliko vyenye akili. Ndio maana nasema ni vya Mwenyezi Mungu vile ambavyo, maana yake ma sinatumika lima la yaqilu, kwa ambacho hakina akili. Ila man ndio inatumika lima yaqilu. Sawa? Man inatumika kwa kile ambacho kina akili. Ma ni kwa kisio kwa na, lakini hapo ametumia kwa maana yake
Kwa sababu visivyokuwa na akili ni vingi kuliko vyenye akili. Basi vyenye akili sasa vinamezwa na huu wingi ambao havina akili. Au mjenielewa hapo? Yaani ambacho hakina akili kinatumia dhamiri ya ma, kinatumia ma. Kwa mfano kama nataka kumuuliza labda ng'ombe, unamuuliza mtu ma hadhihi ni kitu gani hichi, anakuambia hadhihi baqara. Huwezi kumwambia mtu man hadhihi. Mani maana yake ni nani? Mwenye akili ndio anatumia mani. Ndio maana unamuuliza mtu wewe nani, mtu unamwambia man anta. Huwezi kumwambia ma anta. Si ndio? Nini? Sasa vichaa asili yao havina akili. Asili yake ana akili, hizo si kitu irtiradhia tu. Kitu kimezuka hicho. Hicho kimezuka bwana. Nasema asili yake yule ana akili. Hicho kimezuka tu. Sawa. Masmuka. Ya masmuka ina shida. Kwani masmuka ina nini? Masmuka. Hiyo si haiko kwenye mani na nini? Masmuka si lipi jina lako? Si anazungumzia jina. Ni lipi jina lako? Sio Hapo nilizungumzia maana niweka mali singekuwa ni babu lao la dini wala sio akili waingie kwenye matendo na akili sasa. Ndio maana kuna sehemu nyingi zingine amesema vyenye akili, ameingiza man. Yaani ukitingiza man maana yake vyenye akili vinakuwa, kwa sababu kwa kuwa na akili vinakuwa vina power. Kwa hiyo vile ambavyo havina akili japokuwa ni vingi vinamezwa kwa hivi vyenye akili ambao ni vichache. Kwa hiyo kuna mahali anatumia ma, kuna zingine anatumia man. Kote kwa kote ili uelewe Mungu namna anavyo basi anawapa heshima hawa, mara anawapa hawa nako. Si wote hapa heshima bwana. Uelewa? Kwa hiyo kula kimoja lao kwa Mwenyezi Mungu, hao malaika, si miti, sio kitu gani. Kila kimoja lao kwa Mwenyezi Mungu qanitun ni wenye kutii. Maana qanitun maana yake mutii au ni wenye kutii. Kula kimoja bima katika yale ambayo yuradu yanatakiwa minu kwake. Sawa? Maana yake kula kimoja ni chenye kutii. Kila kimoja bima katika yale ambayo, maana yake ni chenye kutii kila kimoja bima katika yale ambayo yuradu yanatakiwa minu kwake. Sawa? Wafi, na hapo sasa ndo taghalibu la akili. Hapo ndo kushinda chenye akili. Kusema qanitun maana imetumiwa dhamiri ya wenye akili. Sasa hapo visivyokuwa na akili sasa vitaingia hapo. Maana yake sio qanitatun, singelekewa qanitatun. Si ndio? Imekuja qanitun. Kwa hiyo imeingia hapo, visivyokuwa na kindo vinaingia sasa, vinameza la venye akili. Badighu samawati wal ardh. Badighu maana yake hiyo itakuwa ni habari, nadhani habari ya mubtada uliofanyaje, ulioondoshwa. Maana yake huwa yeye Mwenyezi Mungu badighu samawati, ndiye mwenye kuzizusha mbingu na ardhi. Maana kuanzisha kitu, maana ile bid'a, sababu badighu bid'a, sababu kitu ambacho kikopo kimezushwa. Hii maneno mambo ya bid'a, hii sio bid'a, hii bid'a. Wanasema katika lugha bid'a maana yake ni kitu ambacho kimeanzishwa mwanzo wake hakina mfano wake. Mfano wa aya wanatoa badighu samawati wal ardh. Mungu ndo aliyezianzisha mbingu na ardhi. Maana yake mujiduhuma, ndiye mwenye kuzipatisha. La ghala mithalin sabaka,
si juu ya mfano uliotangulia. Yani hakuna mahali Mungu aliziigiza mbingu na ardhi, yani akaenda akachungulia alafu ameanzisha. Yani hakuna mfano, yeye ndio anaanzisha. Yani ametumia kitu ambacho hajaigilizia mahali. Sikielewa. Yani hakuna kwa mfano wa mbingu litangulia, leo ndo akaigiliza. Yeye ndo ameanzisha tu. Design hii aliyeweka ndo hapo ameianzisha. Umeeleka? Lakini sasa wa idha qadha amran, na atakapolitaka jambo Mungu, qadha maana yake ni arada. Atakapolitaka amra jambo, ai maana yake ijadahu, atakapotaka kulipatisha hilo jambo, yani kulifanya liwepo. Fa inama, hakika si mengine, yaqulu lahu, huwa analiambia hilo jambo. Analiambia hilo jambo maana anataka liwe. Kama ni mbingu, kama ni kitu gani, kun. Analiambia kun, iwa. Yani iwa kitu fulani. Kama nataka iwe mti, kun shajara, wewe kuwa mti, unakuwa mti. Sawa? Si wale waliambiwa kunu qiradatan khasiin. Si watu bwana wanaleta ukorobi, iwe ni manyani madhalili. So kageuka hapo kwa manyani. Kwani Mungu paka aanze kutafuta labda dawa amwagie? Kazi yote nini hiyo? Mungu anasema tu. Vitu ya Mungu ni kauli. Tu kauli jambo linakuwa. Sawa? Kwa ananiambia, anakiambia hicho kitu kun, iwa kitu fulani. Alafu fayakunu kinakuwa hicho kitu ambacho kinatakiwa kiwe. Ai maana fa huwa hicho kitu yakunu kinakuwa. Wa fi qiraati, na katika kisomo kingine binasbi, ni kwa kunasibishwa hiyo nuni kun lafu fayakuna. Kun fayakuna, na itakuwa jawaba lil amri, ni jawabu la amri. Na fiili itakuwa imenasibishwa bi amudhmaratan ujuban ba'da fa'i sababiyya, sababu itakuwa imetangulia amri. Unajua fa usababia wa ulmaria kwenye fi'l mudhari' kinakuwa kimetangulia kimojawapo huku nyuma, kimetangulia kimojawapo katika vitu 9. Vitu 9. Katika hiyo 9 ni amri pia. Sawa? Ni amri. Kwa hiyo kanasibisha kwa jawabu la hiyo amri. Nakumbuka ubeti. Ubeti unasemaje? Kwa Malik. Ubeti unayojumuisha vyote 9. Unasemaje? Sema za kwa sauti. Safi. Ndio hivyo. Ndio maana ameza na mur maana ni fi'il amri hapo ndio tulianza. Ndio safi. Na mimi ndo nataka hivyo. Niambiwa jambo limesomwa linasemwa vizuri. Sawa. Hiyo ndo akili njema. Waqala alladhina la ya'lamun. Sawa. Na wakasema wale ambao hawajui chochote. Kuna watu ambao hawajui madhara atakayopatikana baadaye, wanakuta wanajisemea maneno. Ai manake kufaru Makkah, makafiri wa Makkah walisema linabii, kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallama, laula, ikiwa na maana ya hala, adatu tahdhidi, chombo cha nini? Cha mahimizo. Yani kama wanahimiza hivyo kwamba laula, ikiwa na maana ya hala, laula yukallimuna Allahu. Sawa? Anasema kwa nini asitusemeshe Mwenyezi Mungu? Yani kwa nini asituambie sisi Mwenyezi Mungu? Asituambie. Yani kwa jeuri makafiri wanamwambia mtume. Kwa nini asituambie Mwenyezi Mungu? Maana yake asituambie nini? Asituambie annaka rasulu, kwamba wewe ni mtumewe. Wewe ni mtumewe. Watu tunakatazwa sana kama hakuna mahali panapo lazimisha kusema wake tusiseme. Kuna mahali lazima useme wake, lazima iingie. Lakini kama hakuna, basi sema mtumewe. Sawa? Sio sema kuliko kusema mtume wake. Kusema mtume alafu wake. Maana yake wake ni wake wengi. Wanawake kiufupi ni wake. Si ndio? Sasa mtume wake, mtume mmoja alafu wake wengi. Wasema
jaribu kutofautisha basi. Kama hakuna ulazima kuwepo wake, hapo lazima useme hivyo, basi sema mtumewe. Mtumewe. Kiniko unasikia? Kuua tafsiri nyingine Kiswahili. Ndio nasema hata unaposema kwa hapa ukisema wana maana yake si huyu mke ni mmoja. Wana si wengi, wanawake wana alafu ndio wasema wake. Yaani wake wengi. Wana alafu wake. Kwa hiyo wanaume nao wasema wana, tamaa Kiswahili kizuri wasema wana waume. Kiswahili kizuri cha Sheikh. Wana waume. Kwa hiyo ukisema kifupi hawa ni waume. Hawa ni waume. Sio kusema wanamume. Sisi tunasemaga wanamume, si ndio? Sio nasema wanaume maana yake wana ni wengi alafu mume mmoja. Mwanamume, mwana si mmoja ndio mume. Huyu ni mume huyu, mume. Sasa huku nyuma mwana alafu mume. Lakini ukiwa wana waume kama ilivyokuwa wake. Kwa hiyo sawa sawa unasema mwanamume, sawa sawa unasema wanamke, wanamke. Itakuja? Si haiji. Hii ndio sema haikuji. Si haikuji. Haikuji usema wanamke. Sasa mbona mnakubali mnasema wanamume? Mume ni mmoja, mke mmoja. Mume mmoja, mke mmoja. Huko nyuma itakiwa iwe mwanamke, mwanamume. Lakini wana wake na hapa ni wana waume. Sawa? Umeelewa sio? Hapo hujaelewa. Waume kama vile wake si ndio wengi. Mume ni mmoja. Kilinga hoja lipate vizuri. Hapo ndio hujalielewa. Nimesema ukisema mme ni wengi mmoja. Si mmoja. Mbona mnasema wana mme? Si ndio Kiswahili mnasema hivi? Wana si ndio wana mme? Sasa mbona wana wengi alafu mme mmoja? Hapo Kiswahili kimenyoka vizuri. Akijanyoka kinyoke inasema wana waume. Wana waume. Imeleka. Kwa hiyo asababu kwa nini Mwenyezi Mungu asituambie? Kwa nini asituambie sisi Mwenyezi Mungu anaka rasulu kwa kwamba wewe ni mtumewe? Na kama naye asituambie na kama hata tuambia sasa au taatina aya au tuijilisi muujiza au utuijilie sisi muujiza mimma katika muujiza ambao iqtarahnahu tumeutaka ghala sidqika juu ya ukweli wako huo kwamba wewe ni mtume. Au makafiri hao kazi ngumu kweli. Sasa Mungu asema kadhalika ni kama hivyo, maana yake kama qala haulai, kama walivyosema hawa makafiri wa Maka, qala alladhina min qablihim, walisema wale ambao min qablihim waliopita kabla yao, min kuffari al-umam al-madhiya, katika makafiri wa nyumati zilizopita, liambiyaihim, kuambia mitume au kuiambia mitume yao, kama kina Musa tulisema anaambiwa arina nini, arina Allah jara, tuoneshe Mwenyezi Mungu kwa wazi kabisa. Kwa hiyo hii ni mitihani. Sasa nayo makufari wa Maka wanamwambia Mungu atusemesha, tuambie. Yani Mungu atoke atuambie kwamba huyu hapa Muhammad huyu ni mtume jamani. Kazi ngumu sana bwana. Ngumu kabisa hii. Wakafiri wajeuri sana. Sawa. Sasa hiyo Mungu anamwambia mtume hawa nayo waliopita walisema mithla qauli, mfano wa kauli yao hii, minataanuti, na hilo ni kutokana na ushupavu. Ushupavu maana yake ni kutojali lolote. Hivyo vitu vitakavyokuwa kutojali, minataanuti, kutokana na ushupavu, watwala bil ayat, na kutaka miujiza. Nieleweka vizuri ya? Mungu asema tashabahati qulubum, zimefanana nyoyo zao za makafiri bwana. Zimefanana kabisa. Hawana tofauti, huyu wazama hizi na yule aliyopita sio wazama za wapi. Mambo yao, vitendo vyao, maneno ndio jeuri hizo tu.
Makafiri watofautiani kabisa. Fil kufri, katika ukafiri, wal ghinari, na katika ukinzani. Ukinzani maana ni ule upinzani. Hivyo ukinzani. Fihi, pana katika msemo huo, tasliyatu linnabii, kuliwazwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Unajua ukiambiwa wanakuambia hivi, lakini hata wenzako waliopita nao waliambiwa hivyo, unapata moyo kidogo, kwa sababu kumbe naye sana ni za unaambia kili. Kuna bado unapata unaumia, lakini kuna mwingine anayopata nakupa moyo kidogo, si ndio? Upa moyo. Ngoja Kilinga ananiambia nilikuwa niko mahali bwana, unasema vizuri sana. Nikamwambia basi hiyo naye unapumua, unapata pumzi ya napata kama, kwa sababu sio yanakuja hamna lolote, una nini, wana elimu gani ulionayo, basi unaumia. Lakini kuna siku nyingine anataka moja, siku ile unapumua, unasema alhamdulillah, nimekuwa ndio vizuri, unakuwa kazuri pia, ndio. Sasa mtume analiwaza kama ambavyo tunaliwazwa sisi. Mwezi wa Ramadhani tunataka, kuna wasiwasi sana wa kuanza kuhisi Mungu anatutesa, si? Inawezekana tukafikiria hivyo, lakini ili tusifikirie hivyo, Mungu asema kutiba alaikumus siyamu, kumefaradhisha jioni kufanyaje? Lakini kama kutiba ala alladhina min qablikum, si ndio? Kama kulivyolazimishwa kwa waliopita kabla yenu. Tunapata kumbe jambo rahisi, wameanza kufunga na wenzetu kule, tunapata moyo bwana, tunafunga bwana. Hapo ndio tasliyatu lana. Sawa? Kuliwazwa sisi, tunaliwazwa, tusihisi kwamba tunaumia. Hiyo ni kuliwazwa kwa mtume. Anasema qad bayyana al-ayati, hakika tumeiweka wazi miujiza, liqaumi yuqinun, kwa watu wanao yaqini, watu wanaojua. Yuqinun maana yake yaalamuna, wanaojua anako kwamba hiyo miujiza, ayatu ni miujiza, fayu'minun, wanaamini. Sawa? Kwa hiyo tunaiweka wazi miujiza hii watu wanaoamini, lakini wale wasioamini hata ukiweka wazi watabaki kutaka mingine, miujiza mingine kama hii. Sawa? Kwa faqtirahu ayatin, kutaka muujiza mwingine, maha, pamoja na miujiza iliyotangulia. Yani miujiza imetangulia, hauamini, unataka mwingine. Asema huko ni taannutun, huo ni ushupavu. Taannutun ni ushupavu, yani ni ujasiri uliopindukia ambao unataka adhabu ya Mungu. Kwa sababu ukiutaka muujiza mkubwa unao uamini, alafu unautaka mkubwa, Mungu atakapouleta sharti yake itakuwa lazima mfuate. Msipofuata Mwenyezi Mungu anafutilia mbali. Sasa huko ni kutaka mambo magumu ambayo hamyawezi bana. Inna arsalnaka, hakika sisi tumekupeleka wewe Muhammadi, maana yake ya Muhammadu, bila haki, kwa uongofu. Bila haki maana yake bil huda, bashiran, hali yakuwa ni mwenye kumpa habari ya kufurahisha mani yule ambaye ajaba ilahi, atauitika huo uongofu, bil janna, habari ya kupata pepo. Sawa? Lakini wanadhira, na hali yakuwa ni mwenye kumuonya mani yule ambaye lam yujiba ilaihi, hato uitika huo uongofu, binari, endari ya kupata moto. Binari ya kupata moto, kwamba yule ambaye hajaitika uongofu alikuja naye mtume, basi atapata. Wewe ndio unawaambia, wewe ni bashiran, lakini wanadhiro. Mtume anatoa bishara. Maana ukisikia neno bishara ni habari njema. Sawa? Lakini indhar ni habari mbaya ya kuonywa. Undhiruka, ninakuonya kitu hicho, maana yake usikiguse na kuonya. Lakini ubashiruka, nakupa habari ya kufurahisha. Unapoambiwa pepo unapewa habari njema, inaitwa bishara. Lakini moto inaitwa indhari, kuonywa. Mweka vizuri Haya. Wala tusal, na wala hautaulizwa wewe Mtume Muhammad an ashabil jahim, kuhusu watu wa motoni. Yani wewe hautaulizwa siku ya kiyama, wewe Muhammad ulikuwa wapi, mbona hao wameenda motoni? Wewe hilo halitakuhusu. Kazi yako ni kufikisha. Ukishafikisha kazi yako imekwisha.
hao wanaingia motoni waulizwe kwa nini wameenda motoni? Ni wao. Kwa hiyo wala hautaulizwa wewe ana ashabil jahim kuhusu watu wa motoni. Aljahim maana yake ni anari, ai maana yake alikufari makafiri. Ma lahum lam yu'minu, yani kwa nini ma lahum, kwa nini wao lam yu'minu hawakuamini? Hautaulizwa kwa nini wao hawakuamini, hautaulizwa yani kwa nini hawakuamini. La kuamini na kutoamini sinabaki kwa Mungu. Naam. Mungu anathibitisha kwamba ufikisho aliopewa Mtume SAW ameutendea haki, imebaki wao. Kwa hiyo wewe hautaulizwa sana kwa nini hawakuamini. Wewe ushafikisha. Sawa? Ndio maana hapo asema Sheikh Fazil asema inama, hakika si mengine alaika ni juu yako albalaghu, kufikisha. Na wewe ushafikisha. Wa fi qira'atin, na katika kisomo kingine bijazmi tus'al, ni kwa kujazimishwa ile tus'al inasomwa. Kisomo kingine hapo imesomwa wala tas'al, wala tas'al na nahayan. Hiyo ni nahayi. Sasa mtume anakatazwa wala tas'al. Sawa? Kisomo kingine maana na wala usiulize, na wala mtume Muhammad usiulize, wala tas'al, na wala mtume Muhammad usiulize ana ashabil jahim, kuhusu watu wa motoni. Yaani usiulize kwa nini wanaenda motoni. Wewe ushafikisha. Kwa la kwenda motoni na kutoenda au kuamini na kutoamini na baki kwa Mungu. Kwa sababu Mungu angetaka watu wote waamini wote, pia naye ana uwezo huu. Yaani wote wakaamini. Sawa. Sasa kama huyu hajaamini, huyu ameamini, ni hekima yake. Sisi hatumuingili. Kwa hiyo wewe usiulize, yaani mtume anakataza na Mungu usiulize, mbona wanaenda motoni? Sitakuwa kama ya Musa. Sasa Musa alimwambia Mungu, watu wanaenda motoni wa nini hawa? Wadhaifu kwanza, wenyewe nao wajiwezi hapa. Walalamika hapa sasa, angalia kakiwa kajoto kakali tuache feni. Kakiwa baridi kidogo tunataka moto. Si shida. Sasa Mungu awaambia mtume Musa awaambia Mungu, wani wasiende peponi tu hao? Mungu akamwambia hebu kaenda kapande, kalime, fanya kilimo chako. Na kilimo cha wakati huo ngano. Musa aanza tafuta mbegu shamba, panda. Palilia mpaka afikia navuna ile, anaweza kupiga ndio tunazungumzia Ijumaa, mapepe, pumba anaweka pembeni, mbegu anaweka kwenye mifuko, anaanza kuhifadhi kwenye store yake, maana atakula na mbegu nyingine atakuja kupanda mwakani. Anarudi tena shambani, hii pumba na mabua yote anachoma moto. Sasa Mungu anamwambia Musa, mbona unaanza kuchoma ngano? Tatizo limekuwa, mbona choma ngano? Ambia Mungu, hapa hakuna ngano hapa. Haya ni matakataka ya ngano. Takataka. Ngano si nimeweka? Nimehifadhi. Kwa hiyo haya ni matakataka. Mungu anamwambia, haya ni manini? Matakataka ya nini? Ya ngano. Ambia basi ulikuwa unaniambia mimi kwa nini nisifanyeje? Nisiwapeleke motoni peponi wote. Kaambia sasa na mimi nina watu. Nitawatia peponi sehemu nzuri kama ambavyo wewe mbegu nzuri umeiweka sehemu nzuri. Na mimi Mungu nina takataka ya watu, si watu, takataka ya watu. Nitaichoma kama ambavyo wao wanachoma. Kwa hiyo mengine sio uulize. Wewe umefikisha kazi yako kwisha, Mungu mengine anaendelea nayo. Sawa. Shida. Kwa kila kitu na hekima yake bwana. Haya. Anasema walan tarudwa anka alyahudu wala nasara, na wala hawatoridhia kwako, na wala hawato. Waseme ikija lan, maana yake ni jambo ambalo haliwezekani kabisa. Hawatoridhia, hawatakuwa radhi na wewe. Na wala hawato, sio hawata, na wala hawatoridhia kwako alyahudu, mayahudi, wala nasara, wala manasara, hata tatabira millatahum, mpaka wewe Muhammad ufuate dini yao. Milla maana yake ni dinahum, mpaka ufuate dini yao. Mila maana yake ni dini. Mila ni dini. Sawa.
Ndio. Kuna msemo wa Kiswahili wasema dini haivunji mila. Dini haivunji ni wakaa tu wenyewe wazee huko, si wa kisiasa huko. Wala watu wanasema dini haivunji mila. Maana yake wataka kufanya nyie endelee na mambo ya dini yenu, lakini mila nayo ifanyeje isiguswe. Yaani wakutaka mila iguswe. Lakini unapozungumzia mila, ndio mila ni Kiarabu. Mila ni tamko la Kiarabu. Kiswahili chake ni dini. Kwa hiyo kila watu ambao walikuwa hawajafikiwa na dini ya Mungu sasa walikuwa wana dini zao walizojianzishia. Kwa hiyo unakuta mtu amekaa wako mahali wana dini zao. Dini yao utaratibu wao ni 1 2 3. Hicho tu. Na wamepangilia kama mipango inavyokuwa. Maana wamekosa muongozo wamejiwekea. Hili ni haramu. Yaani wanaita wenyewe kama Kinyaturu labda huku mwiko, si ndio? Yaani wamejiwekea taratibu basi wanaishi nazo ndo dini yao. Lakini ulivyo ukifika Uislamu unaambiwa kwa sababu ulikuwa hamna utaratibu, sasa utaratibu ndio umeupata. Acheni hii, shikeni utaratibu huwa wa dini ya Mungu, sasa utaratibu wa Mungu. Sasa mila ndio dini. Kwa hiyo hawa Mayahudi na Manasara hawezi kuwa radhi na wewe Mtume Muhammad mpaka ufuate nini? Dini yao. Ndio maana piga huwa wanafanya vitu mbalimbali. Hata leo mnaabudu umeshika Uislamu wafanyaje, lakini wana taratibu zao wameziweka nyingi. Maisha mnayoishi mengi hayaendani na dini ya Kiislamu. Mengi hayaendani na dini ya Kiislamu. Unaelewa? Kama sasa muda wote tunashinda tujavaa hata kanzu. Si ndio? Tujavaa sura ya Mtume. Si tumevaa mananili hizi kofia si za kinani? Magharibi kizungu, uelewa? Tushimesha kizungu wanawake, uelewa? Sasa hivi tuko kwenye TV muda nani mtu Qur'ani muda mwingi hamna michezo, vichekesho nini. Tunaishi utaratibu mwingine kabisa. Sasa mila hizi hawa watu hawataki tufuate Uislamu. Wenyewe wataka tufuate ukafiri. Kafiri. Mungu anamwambia Mtume hawatakuwa radhi mpaka ufuate dini yao. Qul wa Muhammad inna hudallahi, hakika uongozi wa Mwenyezi Mungu, hakika uongozi wa Mwenyezi Mungu maana yake Uislamu. Uongozi wa Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Sawa? Huwa alhuda, ndio uongozi wa sawa sawa. Uongozi wa Mungu ndio uongozi wa sawa sawa. Hatutataka kupata muongozo kokote kwa sababu uongozi wa Mwenyezi Mungu unajitosheleza. Wa maadahu na usio kwa uongozi wa Mwenyezi Mungu dhalalu, ni upotevu. Huo unabaki kwa upotevu. Wana wenyewe wanatumia akili zao na akili wao inafikia hatua inagota, inafanya lisilo sawa. Sasa lazima tuongoze utaratibu wa Mungu. Aya, lamu hapo wala in tabata. Hiyo lamu ni lamu qasamin. Mungu anamwambia Mtume na apa itabata, kama utafuata mapenzi yao, ukapata mapenzi yao ya hawa Mayahudi na Manaswara wanavyotaka, mapenzi yao alati ambayo yadughunaka, wanakulingania wewe ilaiha, kwenye hayo mapenzi. Na hilo farudhan, ni kwa kukadiria tu. Yani Mungu yeye anajua Mtume hawezi kufuata na anamwambia, yani kama itatokea utafuata, alafu anajua kwamba hawezi kufuata. Yani hiyo anasema kama ungefuata kwa kukadiria, lakini kwa kukadiria kama ingetokea ukafuata. Yetu tunaleta kama mfano, lakini si hawezi kufuata. Yani Mtume hawezi kufuata. Hapo tunatoa mfano tu. Mtu anakuambia, yani itokee kama vile unapanda mbinguni, unafika mahali hewa itakusumbua. Kwa mfano wewe hapo alafu una ndege unapandaje? Hiyo si unakadiria. Unakadiria tu. Ndio Mungu anamwambia Mtume, kama ungefuata mapenzi yao, lakini kwa kukadiria, lakini sio kama ndio unaweza ukafuata. Wewe Muhammad huwezi kufuata, lakini kwa kukadiria. Baada ladhi jaaka, baada ya kile ambacho jaaka kimekujilia wewe min al-ilmi, katika wahai. Ilmu maana yake al-wahai min Allah, kutoka Mwenyezi Mungu. Basi kama itokea ukafuata, malaka, hauna wewe min Allah, kwa Mwenyezi Mungu, miwaliin, hauna wali yeyote. Wali maana yake ni mpenzi ambaye anaweza kukupambania, atakaye kulinda. Sawa? Ndio maana huyu ni wali wangu, maana yake mtu aliyesimamia jambo lako. Sawa? Kwa hiyo una wewe wali ya hafadhu, atakaye kulinda na moto, lakini wala nasirin, wala mwenye kukunusuru, mwenye kukuzuia
yamnauka atakaye kuzuilia wewe minhu na adhabu ya Mungu. Ile kama tokeo ukafata mapenzi yao, basi utaadhibika tu, hakuna atakaye kusaidia bwana. Sawa? Kukusaidia hayuko. Situishia hapo.